Tafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Luka mtakatifu sura ile ya 19 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 10 nitasoma. Maandiko yanasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Tutani tasoma kimetoka hapa. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Mstari wa 4, akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa neno lako. Wewe uliye hapa, na uzidi kudhihirisha nguvu zako na kulibariki neno lako, na watoto wako tunaenda kulisikia. Tuko tayari kula chakula cha roho zetu kutoka mezani pako. Nasi Bwana, tunaomba ushushe kutoka mbinguni. Umesema mtu hataishi kwa mkate tu, bali hata kwa neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana mtu hataishi. Ni ombi langu kwamba neno hili lisitoke kwenye kinywa cha mchungaji, litoke kwenye kinywa cha Bwana. Neno hili lisitoke kwenye maandiko tu, hapana, litoke kwenye kinywa cha Bwana. Neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana linaweza kumfanya mtu aishi. Rabo siketea na mana, nguvu zako zikashuke kulifunika neno hili, nami mtumishi wako ninaponena, na watu wako walio tayari kusikia, wote tuwezeshe neno liwe hai kwenye maisha yetu ya kila siku, na utupe kustawi na kuendelea. Yote nimeomba na kuamini kupitia jina la Yesu, amen. Tafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Habari niliyosoma ni kisa chenye ujumbe wa mistari 10 ambacho ni cha kweli. Amina, ni cha kweli. Biblia inazungumza habari ya Zakayo, na hapa inazungumza habari za Yesu, na inazungumza habari za umati wa watu. Imezungumza sifa za Yesu, imezungumza sifa za Zakayo, na imezungumza namna watu walivyokuwa. Na Biblia inasema mtu mmoja mwenye cheo cha juu ambaye jina lake limetajwa, anaitwa nani? Zakayo. Biblia inasema alikuwa tajiri. Hebu sema alikuwa tajiri. Kwa hiyo kumbe Biblia kila sifa ya mtu naifahamu Bwana. Imetaja alikuwa mtu mkubwa mwenye cheo. Kwa Biblia mtu akiwa na cheo duniani namjua. Imetaja kimo chake kwamba alikuwa mfupi, kwa hata yule mrefu Biblia inamjua. Lakini pia
imetaja uwezo wake wa vitu au fedha, inasema alikuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika mazingira hayo, kwamba alikuwa mfupi wa kimo, alikuwa na cheo, na alikuwa tajiri, na imeeleza cheo chake kilikuwa, alikuwa anatoza ushuru. Leo tunaweza tukasema alikuwa ni TRA labda, au ni mtu watu wa ushuru kama ni kodi, au kwa mfano pale darajani wale wanaotoza labda magari yakipita hapo kwenye patroni. Lakini alikuwa ni mtu wa ngazi ya juu, hakuwa tu yule ambaye anatoa risiti, alikuwa wa ngazi ya juu. Biblia imemtaja Zakayo hivyo. Lakini maandiko yanaendelea kusema ya kwamba yeye ndani yake Zakayo, pamoja na kwamba alikuwa ni mtu mkubwa, naye ni tajiri, lakini mstari wa 3 nasema huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Yaani pamoja na utajiri wake, pamoja na fedha yake, pamoja na cheo chake na hadhi yake, lakini mstari wa 3 nasema huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndo tunajifunza kwamba na wewe leo, kama nia aliyokuwa nayo Zakayo ya kutafuta kumjua Yesu, ya kutafuta kumjua Yesu ni mtu wa namna gani, na inabidi uwe nayo ndani, yani uiumbe ndani yako. Kwa mchana wale Mungu ananisemesha nitafute kumjua Mungu ni wa namna gani, mtafute kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda haraka. Nataka tuangalie mambo matatu ya kuzingatia wakati unatafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Mambo matatu ya kuzingatia wakati unatafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Mambo matatu muhimu ya kuzingatia ambayo tutayasoma kwenye habari ya Zakayo. Mtu wa namna gani? Yaani haya wewe zingatia, shikilia, usipoteze. Wewe mwenye kiu ya kukutana na Mungu kwa ukubwa. Kiu ya kila mtu anaweza kuitafsiri ni Mungu mwenyewe, lakini wale wanadamu wengine naweza kama ngumu tafsiri. Joshua tuwashie feni. Chomwa hii chaji na kita kwenye. Sasa jambo la kwanza, usipuuze msukumo wa kimungu ulio ndani yako. Usipuuze msukumo wa kimungu ulio ndani yako. Usiupuuzie msukumo wa kimungu ulio ndani yako, au usiudhalau msukumo wa kimungu ulio ndani yako. Biblia inasema huyu Zakayo, ninapenda sana Biblia na Roho Mtakatifu pia, maana ndo anatafsiri. Inasema huyu alikuwa akitafuta, sio akitaka. Akitafuta. Kuna tofauti ya kutaka na kutafuta. Tuko pamoja? Huyu Zakayo hakuwa anataka kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Alikuwa anatafuta. Kwa hiyo ni process, ni jambo linaloshughulikiwa zaidi ya mara moja na kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo Biblia haisemi Zakayo alikuwa anataka kumjua Yesu ni wa namna gani. Alikuwa anatafuta. Tuko pamoja? Mtu anayetaka kujua
kujua Yesu ni wa namna gani, anayetaka kujua anaweza hata akatuma mjumbe. Jamani, hebu nienda na waliwahi kutuma tu. Hebu kamwambie Yesu anafanya hayo kwa uwezo wa nani? Wanataka kujua. Hawatafuti kujua, wanataka kujua. Hebu kamuulizeni Yesu anafanya hayo kwa uwezo wa nani? Yesu alikuwa anasema, na mimi nitawauliza. Ubatizo leo na mbatizaji, kisa kilishia hapo. Anayemtafuta Yesu anakuwa dhaifu mbele za Mungu, na anayemtaka Yesu anakuwa dhaifu mbele za Mungu. Changanya hivi vitu viwili tofauti kwa fundisho la leo au somo la leo. Zakayo, Biblia inasema alikuwa anatafuta. Kwa hiyo anachukua hatua ya makusudi kwa maelekezo elekezi ya kwamba Bwana, mida ya saa 9 hivi anakuwepo ibada pale. Na mara nyingi hiyo Ijumaa huwa ni maombi. Kwa hiyo wewe ukienda pale, omba nao wale watu. Na mahitaji atakayokuwa na wewe yaombee. Na ya kwako na wewe yaombee, alafu utakutana na Yesu. Naanza process. Kwa hiyo Zakayo hakuwa anataka kumuona Yesu ni wa namna gani, ila alikuwa anatafuta. Na Biblia yako si inasema hivyo? Mstari wa 3. Sasa tumesema mambo matatu ya kuzingatia. Jambo la kwanza, usipuuzie msukumo wa kimungu ulio ndani yako. Kwa hiyo ndani ya Zakayo alikuwa anatafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, kwa sababu amesikia ishara, amesikia habari zake, amesikia. Sasa hapa leo Yesu anapita, anaenda Yeriko. Na tukitafakari haraka tunaona kwamba Zakayo alizingatia moyo, kwa sababu kwa level ya Zakayo aliyokuwa nayo, alikuwa ni mkuu wa watu wa ushuru. Hakuwa mwepesi tu kujipaka barabarani kwamba asubiri Yesu anapita wapi, jamani mimi Kwa hiyo Zakayo hakupuzia msukumo wa kimungu uliokuwa ndani yake. Hata wewe Kristo uliokoka, kuna msukumo wa kimungu uko ndani yako, sawa na mapenzi ya Mungu. Usiupuzie, ni wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiupuzie. Usiwaze kwamba sasa nasikia kuomba au kufanyaje, lakini nimechoka. Nasemaga maombi ni vitu au kuwa ibadani kama hivi. Yaani shetani hataki uje hapa kuabudu. Si mnajua tunaadhimisha shetani? Yaani hataki. Yaani mpaka unaingia humo anachukia, anakaa hapa anasema nani ndio nimeenda sasa mteki ndio kaongea. Wakati mwingine tukiwa tunafanya maombezi na huduma za kuombea wagonjwa, unakemea pepo linakukasirikia na linaanza kuongea, linasema yaani tatizo ameenda wakamuombea, yaani ndio basi na yaani hatumpati. Yaani ameenda kwa lokole, wasingemuombea tu, tumemaliza. Lakini sasa wamemuombea, sijui kwa nikaenda pale. Kwa hiyo mpaka pepo linakuja hapa, linakamatwa mateka na linaanza kujieleza, linajilaumu kwa nini umekuja hapa. Maanake kuna process nyingi au kuna juhudi nyingi za kishetani zinazokuwa zinakuandama nyuma yako kwa njia ya mashauri, ya mawazo, ya mazingira yanayokuzunguka, ya majukumu ya kila siku, yakitaka usifike hapa, au ukifika usiombe ili uendelee kufungwa kwenye malango ya kuzimu. Lakini wewe ambaye unatafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, usipuzie msukumo wa kimungu ulio ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huo msukumo unasema hivi, najisikia kuabudu pale, najisikia tu kuabudu tu, yaani najisikia nikitafuta sababu za kumpeleka pale hamna. Jengo lenyewe sio zuri, chini kwenye hamna sakafu, ni mavumbi sana, lakini najisikia tu amani tu nikaabudu. Usipuzie huo msukumo, maana Mungu huzungumza kupitia msukumo. Na ndio tunaona ndani ya Zakayo kwamba alikuwa anatafuta. Jambo la pili, jitenge na watu ambao nia yao ni tofauti na nia yako. Jitenge na watu ambao nia yao ni tofauti na nia yako.
Jitenge na watu ambao nia yao ya ndani ni tofauti na nia yako wewe ulionayo. Sasa kila mmoja nia yake ni kila mmoja. Na Yesu anasema katika Yohana sura ya 24, anasema Baba anawatafuta watu wanaomwabudu katika roho na kweli ili wamwabudu. Ujasiri wako ni wa thamani mbele za Mungu ukisimama nao bila uoga na bila mashaka. Jitenge na watu ambao nia yao ni tofauti na nia yako. Weka mipaka jamani. Kwa nini? Kwa sababu kwenye watu hao ambao unashikamana nao, kwenye mawazo yao yasiyofaa, kama ukiendelea kuambatana nao, utajikuta unabadilisha lengo unaambatana nao. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama maelekezo na mashauri ya madhabahuni ni omba. Mwabudu Mungu. Hata dhambi na njia mbaya, mpendo acha. Lakini kama utaendelea kuambatana na watu wenye nia ovu, watakubadilisha mwako. Nambia mama fulani, na sivyo na tunaomba hivi kama wewe, lakini pia tuna nyingi. Mwambia, sijakuelewa rafiki yangu. Sikujanielewa. Unitafute kwa muda wako nielewe. Umekuwa umesemaje? Sawa maana mimi naona umekomaa, lakini naona kama biashara yako haiendi vile. Tuulize wenzako tunafanyaje? Unajua hapa unaniambia. Mimi nimeokoka hivyo sivitumii. Wewe, mbona nasi tumeokoka? Wale wenzako tunakutana nao tu huko, mbona nao wanachukua dawa tu wanaweka na wanaendelea. Au nikutajie. Wewe ambaye unatafuta kumwona Yesu, hakikisha unaweka mipaka na watu wenye nia tofauti na nia yako wewe. Wewe una ajenda ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo unapokaa na mtu asiye na ajenda hiyo, uwe makini naye. Anaweza akazungumza lolote, akakushauri lolote, na akafanya lolote ambalo sio la kimungu. Kwa hiyo usipoweka mipaka, anakufuta na wewe. Bwana Yesu atusaidie. Jambo la tatu, kubali kujinyenyekesha bila kutazama hadhi yako au heshima yako. Nimesema ni matatu tu. Wakati unatafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, kubali kujinyenyekesha. Yaani wewe mwenyewe ndani yako unyenyekevu utoke tu mbele za Mungu na mbele za watu bila kutazama hadhi au heshima yako. Haya mambo matatu tunayaona pia kwa Zakayo, kwamba aliyatumia ili kushinda au ili kukutana na Yesu. Nimeeleza sifa za Zakayo kwamba alikuwa tajiri na alikuwa mkuu. Kwa Biblia ikisema tajiri inamaanisha tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema alikuwa mtoza ushuru. Lakini pamoja na hayo mambo yote, ndani yake alikuwa anatamani na anatafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Kwa nini Biblia imeandika mambo haya? Haya ni mambo ambayo yanachelewesha watu kumwona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo ambayo tumejifunza, kama usipokuwa nayo na kutembea nayo, yatakuchelewesha na yatakuzuia kukutana na Yesu na kumjua ni mtu wa namna gani. Ambaye Yesu anaponya, huwa anaongea, huwa anafungua, huwa anabariki.
huwa anasaidia watoto wake kweli. Na mimi Mungu, na mimi mtoto wako kweli kwenye watoto unaohesabu. Usihesabu hadhi yako unapoenda mbele za Mungu. Zakayo alikuwa tajiri. Zakayo alikuwa mkuu na cheo, lakini hakutazama hadhi yake. Saa ya kumtafuta Mungu ilipofika, akafikia Yesu anapita, kwa sababu ndani yake alikuwa anatamani, anatafuta. Kwa hiyo wenda sio mara ya kwanza ambayo tumeandikiwa hapa ya Zakayo kumtafuta Yesu. Wenda ni zaidi ya mara hii. Aliwahi kutafuta, lakini bado hakukutana naye. Lakini siku hii aliposikia, ambapo maandiko yanasema naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Huyu Bwana Yesu anafika Yeriko, anapita katikati yake, na Zakayo anasikia ni Yesu, na umati wa watu umemzunguka Yesu. Lakini Zakayo ana nia yake ndani ya kutaka na anatafuta kumuona Yesu. Ni mtu wa namna gani? Akasema hapa inabidi niwe jasiri. Kusema jasiri. Kwanza akakubali cheo chake akiweke chini, yani hakuhesabu utajiri wake, kwanza akaweka chini. Lakini pia akatambua madhaifu yake, kwamba mimi ninatafuta kumuona Yesu, lakini nina changamoto hii. Akajua ndio nina fedha, lakini mimi ni mfupi wa kimo. Kwa kusema urefu na umati huu siwezi kumuona Yesu, maana siwezi kujiepusha mwenyewe. Kwa hiyo akaelewa changamoto yake na udhaifu wake, na akapata solution, akapata njia ya kupiga kwamba hapa atakufanya nipande mguu, lengo tu nimuone Yesu. Kwa hiyo heshima yake ameishia chini, yuko tayari hata watu waseme jamani, tajiri huyu naye vipi leo na muende. Kwa hiyo leo tukiona mtu amepanda kwenye mnani ule, unafanya anasema nilikuwa naangalia ibadani wanapoendelea. Watu wengine hawazi kumuelewa na. Lakini jambo tunaliona kwa Zakayo, kwa nini Biblia inasema haya mambo? Ni kama kwenye karakterisa ya kibinadamu yaingia haraka, lakini maandiko yameandika bora lazima tufahamu yana maana gani. Hapa Mungu anashughulika na kiburi cha uzima ambacho kilikuwa ndani ya moyo wa Zakayo na kujihesabia kana kwamba vitu vyote anaviweza. Mungu anaanza anapromosha jeuri yake yote, hadhi yake yote, heshima yake, utajiri wake, fedha zake zote. Kwanza Mungu anazishusha nazo, pamoja na kwamba fedha nayo, cheo anacho, nafasi yake anayo, lakini ndani yake kuna unyenyekevu hali ya juu wa kuwa tayari kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Na kwa sababu kiu yake na nia yake ni kumjua Yesu ni mtu wa namna gani, haoni shida yeye kupanda mti nini na nini, lengo amuone Yesu ni wa namna gani. Biblia ikuandika yote. Biblia inasema yote yangeandikwa hata dunia sasa isingetosha. Kwa hiyo walikuwepo waliodhiaki, walikuwepo waliocheka, naye amejiunga na vichaa wake. Kelele. Unaona, unasemanga ulokole mcha anapanda mti sasa. Anaenda kwa nini? Padri mzima anapanda mti. Ni mengi alizungumzwa, lakini Biblia inasema ndani yake alikuwa anatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko matakatifu yananiambia Yesu alipofika alimtazama, akasema Zakayo, nimeiona imani yako kutoka mbali, nimeuona moyo wako toka mbali, na hii safari ni ya kwako. Huu mguu wangu nauona natembea, pamoja na kwamba watu wengi wamenizunguka, lakini mimi hii safari naenda kwako. Kaambia Zakayo, shuka upesi. Kwa hiyo Zakayo njia aliyoitumia ilikuwa inaonyesha bidii, japo haikuwa sahihi sana kwamba akipanda juu ya huyu ndio anamuona Yesu. Nataka nizungumze jambo. Kuna njia unaweza kuwa unazitumia kutaka kumuona Yesu na unaona kama ni dhaifu na ni ndogo, lakini hizo usiogope kuzitumia, maana Mungu ana makusudi nazo. Kuna namna fulani unaweza kuwa unatamani kugusa moyo wa Mungu kwenye kiwango fulani, ila kiwango unachokiweza sasa hivi kiwango fulani, usione aibu wala mashaka kuanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipotazama nia ya Zakayo kwa dunia, akamwambia hebu shuka upesi, leo mimi ninakuja nyumbani mwako. Na Biblia inatuambia Yesu alivyoingia kwenye malango ya Zakayo, Zakayo kilichofuata alianza kutubu. Anaanza kusema wale niliowachukulia mali zao mtarudishia mara 4. Yesu hajamwambia unadaiwa wala ulizulumu wala unyanyapa. Tunaona
unaona toba inazaliwa ndani ya Zakayo. Mwenyewe tu anaanza kuzungumza tu. Anasema Bwana, yaani mimi wale niliwaibia vitu vyao nilichukulia, labda kwa nini nitarudisha mara 4? Anasema vitu Yesu anaelewa huyo mtu hawezi hata kuvirudisha akaviweza, lakini Yesu anamtangazia, anamwambia leo wokovu umeingia nyumbani humu, maana na uwe pia ni mwana wa Ibrahimu. Na anasema Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichofanyaje? Kwa kadhalika hata wewe usiogope kuanzia hapo ulipo. Mungu ana makusudi na bidii yako. Mungu ana makusudi na juhudi yako, anaiona. Alipomtazama Zakayo akasema, umejitahidi mwanangu, shuka leo nakuja nyumbani mwako. Na Yesu alielewa kwamba huyu anapanda juu ya mkuyu, na mimi sikai juu ya mkuyu. Na wanaokaa juu ya mkuyu, wanaweza ukakaa juu ya mkuyu kaniona na kitokeo chochote juu ya maisha yako. Akamwambia sasa hivi shuka, kuna jambo nataka nifanye kwako. Akaenda nyumbani mwake, akakaa naye wakazungumza. Yesu alipokuja kuzungumza na Zakayo, akaambia hapa mimi ni mwenye dhambi Bwana. Sasa natu. Mungu anatufundisha leo, wewe mwenye kutafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani? Heshima yako yote unapokuja mbele za Mungu weke chini. Usimwendee Yesu pamoja na vyeo vyako, au nafasi yako yote kazini, au nafasi yote ya wingi wa miaka, au cheo, au elimu, au ufahamu. Hapana, utakosea. Na dunia unaanza kuingia makanisani kwa njia hiyo. Umimi unaanza kuharibu kanisa la Kristo kwa njia hiyo. Mungu akikwambia haya omba, unasema nitafanyaje? Nguvu za Mungu zinakushukia, omba. Nimechoka siwezi. Mungu anakwambia piga magoti, nitatafuta sauti yangu. Mungu anakwambia nabii, unapishana na Mungu kwenye kila maelekezo. Kwa sababu umekuja utajiri wako na vyeo na nafasi yako. Mungu atuhurumie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizi njia tunazoziona, Yesu alimwambia Zakayo, usipende vitu tena au usinani. Wewe ni tajiri na unaendelea kuwa tajiri, wala usinyanyane tajiri wako. Kwa hiyo kuna asilimia za kumwamini Yesu na bado akaendelea kuinua na kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Sawa ya kuabudu na maabudu Mungu katika roho na kweli, lakini heshima yako inabaki kuwa pale pale pia. Nafasi yako ya fedha, kama ni tajiri, kama ni cheo chako, inabaki pale pale. Lakini Mungu anachozungumza, anashughulika na nia yako ya ndani ni nini? Kama nia yako ni kutaka kumjua Yesu ni mtu wa namna gani, hakikisha unatembea kwenye maelekezo haya. Wakati mwingine kuna matukio mengine unaona makanisani, kumbe ni uwekezaji wa shetani pale umeisha take place. Shetani ameshachukua fasta na amekuja. Usipokuwa na macho ya roho uelewi. Wakati mwingine ni muda wa maombi, unatoka unasinzia. Ni vita ya kiroho. Na Jumatano tulijifunza somo tukasema hivi, huwezi kutimizia mwili mahitaji yake yote, maana mwili umejaa tamaa, na nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa hiyo kanuni ya Mungu tutaiendea kwa kufuata maelekezo yake mwenyewe. Tafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Iwe ni katika maombi, iwe ni katika kufunga, iwe ni katika kusoma Biblia, iwe ni katika jambo gani, anzia hapo hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Usijidharau, Mungu ana makusudi na wewe. Na usiogope, maana Mungu amekusudia wewe. Simama naye, tembea naye, yeye ni mwaminifu, hajawahi kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Na umtegemee yeye kabisa asilimia zote. Ndani ya Zakayo palikuwa kuna toba, lakini alikuwa ajui anatembea naye kwa namna gani. Anatembea naye kwa namna gani. Lakini pia ni juhudi ya makusudi. Na ndio maana tunasema Zakayo hakujali cheo chake. Yeye alipanda tu mkuyu. Lengo nia yake ndani amuone Yesu.
Wewe unapokuja hapa unataka kumuona Yesu kwa viwango gani? Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda kwa sababu pia mnajitahidi, hata ibadani mnawahi asubuhi. Saa 2 kamili watu mnaishafika na maombi mnashiriki. Hiyo nawapenda, nawapongeza. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini hata wewe ambaye hujaweza utaweza. Lakini unapokuja mbele za Mungu kama hivi, nia yako ndani inakuwa imesimamia eneo gani? Maana mtu anayetafuta ana bidii, anayetafuta anachukua hatua, anayetafuta anasikiliza maelekezo. Mtu anayetafuta hawezi kuambiwa soma sura ya ngapi hapa akakwambia nimesahau mchungaji sijaisoma. Hamko serious. Usimu wako serious, wanasoma Biblia kuliko hata wewe. Usimu tu wenyewe. Ambapo unasema hiki ni kitabu cha Mungu na kuzimu wanacho. Nao wanakisoma, ila wanakisoma kinyume na wewe ili wakuangamize. Wewe mwana wa Mungu ambaye Biblia ni neno la Mungu, inabidi ulisome iwe taa ya miguu yako, ulisome. Ni mshindaji shetani haraka hivi. Hata ungekuwa wewe ukubali, ungekuwa wewe ni hakimu. Shetani ni adui yako au ni adui wa mtu fulani. Ukasimama kwenye hukumu, lazima kwa kweli acha tuamshinde. Mungu atuhurumie. Tunahitaji kumtafuta Mungu viwango vya kuishusha dunia yote tukaona iko chini yetu, alafu Mungu anainuliwa juu. Kama tutakuwa tujafikia level hiyo, tuwe na hakika dunia itatuweza. Si ndio? Ndio. Na pia lazima tuna wajibu wa kumtafuta Mungu. Kiasi cha kuhakikisha dunia na mambo yake yote tunaishia chini, alafu tunamuinua Mungu juu. Luka sura ya 4, Yesu anajaribiwa. Alijaribiwa na miongoni mwa vitu hivi ambavyo vinawezekana. Mali, chakula na heshima. Vitatu. Mali, chakula na heshima. Yesu anakutana jaribu. Kama maana ya kuabudiwa ufa. Hivi ndivyo vinavyotesa ulimwengu hivi. Hivi ndio vinatesa ulimwengu, vitu vitatu. Lakini tayari Yesu ni Mungu. Na alikuwa dunia imeisha ikanyaga, ndio wewe dunia yani sijui chini. Alafu Mungu ametukuka ndani yake na yuko tayari kama shujaa aliye tayari kwenda vitani. Adui anamjaribu kupitia vyakula, anamwambia uniwezi. Vyakula vina sauti kwangu. Maana vyakula vingekuwa na sauti kwa Yesu asingeweza kufunga. Hata wewe wakati mwingine unakuta unashindwa kufunga, bado vyakula vina sauti mbele zako. Vyakula vina nguvu ndani yako. Kwa hiyo hata maelekezo ya Roho Mtakatifu anakuambia, "Mwanangu kesho funga." Yaani chakula ndio kinapishana kwenye akili zako, yaani unawaza kila kitu naona yaani nimekwisha. Akamjaribu kwenye vyeo na mali. Yesu akasema hivi vyote viko chini yangu, yaani hivyo wala mimi sina haja nayo. Saa ya kuipata na vipata vitakuja, ila havitaniendesha. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kama uwezo wako wa kubeba utakuwa umeishia kwenye kubeba vitu fulani, vikija vitu vizito usivyoweza kubeba vitakutoa kwenye imani. Vikija vitu vikubwa ambavyo bado hujawahi hata kuviwaza, haujaomba nguvu ya Mungu ikusaidie viwe chini, vitakushinda na vitakuangusha, vitakutoa kwa Yesu. Mungu atusaidie. Kama panya angekuwa na akili ya kupambanua kwamba kilicho kwenye mtego sio karanga, ni kifo, asingekula ile karanga au ile dagaa. Tunakubaliana hivyo? Kama panya angekuwa na akili kwamba hii sio karanga na sio dagaa, ni kifo, asingegusa. Hawa nyani ambao wanarukaruka angedele ambao ni kama wana akili fulani, wanaweza akachukua ndizi akamenya akafanya nini. Nao wana mitego yao.
Na siri ya mtego, unalenga kwenye kitu unachokipenda. Sisi kule kwetu kutega ya wanyani, ngedega mtu mbili, simple tu. Yaani hata hapa nikisema niinamishe mtego ni sekunde tu nina nyani mmoja. Ila namkamataje? Ninatafuta kitu anachokipenda ambayo ni ndizi iliyoiva vizuri. Ninatengeneza mtego, ninaupita. Na kisha kamba asione ilipopita, lakini anaona ndizi juu. Yeye akili yake inaishia kwenye ndizi. Akija anaangalia tu ndizi, anapika mkono, anachukia kamba inatoka kwenye mgongo, inamfunga. Na ndizi haipo. Mungu atusaidie. Sasa kwenye ufahamu kama huu mdogo, hata adui yetu shetani tunapopigana naye, anakukamata kwenye vitu vidogo tu. Wewe ni mheshimiwa bwana, mambo ya kuabudu si kupiga magoti kulia bwana, achana nayo bwana, achie wao endelee. Kasema hamna bwana, mbele za Mungu sio mkubwa bwana, hamna mheshimiwa kwa Mungu. Akamwambia sawa, wewe una hela, wewe una hela, mimi na hapa kuna mavumbi hapa, kuna mafua siku hizi na viomauma vingi hapa. Shetani anakushawishi kwamba Mungu amesema mimi ni Bwana Mungu wako nikuponyaye, lakini anakuonesha madhaifu ambayo yanaweza eti akuzuie kuabudu. Bwana kuonesha madhaifu fulani, anashindwa kukupa jambo la kutegua mtego. Ukiwa umesimama kwenye neno la Mungu, Mungu anakupa neema ya kuweza kutegua mtego ambao adui ameutega kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati shetani ni mjanja amejificha, anakwambia mwanangu leo usiende kwenye maombi. Saa hiyo Roho Mtakatifu anakwambia imeandikwa mambo mengine hayawezekani ila kwa kufunga na kuomba. Kuna wakati pesa inashindwa. Watu wanaweza kabeba wagonjwa wao kupeleka India na wakarudi na maiti kwenye ndege. Pesa ndio unayo, lakini ametembea. Lakini mwenye ugonjwa kama ule aliyepelekwa India akarudi ni maiti, anahitaji tu Bwana Yesu natamka uponyaji wa mtu huyu katika jina la Yesu. Amen. Mchungaji nitoe shilingi ngapi? Yesu amekuponya bure. Nenda na uzima wako na kaishi. Kwa hiyo kuna mtu hana haja ya kukata passport, sijui tiketi, hana haja ya kutafuta swira wena ninde na pesa na nauli, hana haja ya kutana na madaktari bingwa, anahitaji kukutana na Yesu tu na neno la uponyaji akapona. Sasa adui akupita eneo hilo, wewe si unaenda, pambana kwanza mwana. Hawa ubiri subiri kwanza mambo ya Yesu. Wewe si unaenda bwana. Wewe utakufia mikononi umevishika hivi na viona vinayeyuka, unaona kwa macho yako. Na pesa zinapukutika bila kuzalisha lolote. Zitakapoisha zote ndio utakumbuka kama mafanikio yako kwa mabima umechelewa. Ungekuja mapema na pesa zako ungeendelea nazo na ungepona. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo shetani tunayepigana naye ni mjanja. Kama anaweza kuachilia maneno ya kutuangulia story tu na mama wenzao, ukikaa tu mkaweka mkeka, yani jua linazama. Jamani unafika kule tena unarudi, hebu nisubiri kidogo hii sio ya kusema nimesimama unakaa. Jamani mafana unakaa jamani, lakini bado nina mistori. Haya nenda. Njoo unarudi. Ongea mpaka masaa matatu. Lakini mbele za Mungu maombi dakika 20, yani umetoka na umekaa. Na hapo linatoka madhabahuni. Haya omba. Lakini bado nguvu za kuendelea bado hazipo. Sasa wewe mwenye akili utafakari useme, lakini mbona sasa kama sio sawa? Mbona kama sio sawa hapa? Ukielewa sio sawa, maana yake utembee kwenye kanuni kwamba nisitihurumie, na hapa kuna ila ya shetani. Kwa nini? Siku 6 zote niko natafuta hela. Siku ya 7 leo shetani ananiambia niko busy. Mwenye akili na mwenye kumtafuta Yesu anachukua anasema no. Ndio hela naitaka shetani, mimi ndio hela naitaka, lakini sio kwa njia hii. Mimi naenda ibadani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mapendo, ibada ni uhai. Ibada ni afya. Ibada ni uzima. Ibada ni pumzi.
Na ibada tu za kawaida ni kiwango cha chini cha mwamini mchanga ambaye ndo anaanza, lakini Mungu anatarajia kuona ibada yako wewe na yeye kila siku ikienea ndani yako. Mungu atuhurumie. Kwa hiyo baada ya kusema haya, niseme kila mmoja yundike sauku ndani yake ya kutaka kukutana na Yesu na kutafuta kumwona Yesu ni wa namna gani, na Mungu akupe macho ya rohoni ya kutegua mitego ya shetani. Huyu ni shetani, adui ni mjanja. Kama vile nilivyotolea mifano ya kutega panya na ngedere na nyani, na shetani ana mitego kwetu wanadamu. Mungu atusaidie. Ana mitego. Na kama Yesu alitegwa ila akashinda ule mtego, na wewe ni nani hata usitegwe na unategwa? Inakupasa kusimama na Mungu na maombi mengi na neno la Mungu sana na kuwa mhubiri wa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine unapokuwa unaomba pia ndugu zako waokoke, pia na wewe pambana huko watu wengine waokoke. Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye sio mwanadamu hata aseme uongo. Kabisa. Wakati wewe uko Kigamboni hapo, Bwana okoa watu wako. Bwana okoa. Na ndugu zangu napenda waokoke. Wanateseka kabisa. Wanateseka. Lakini nataka waokoke. Mungu amwambia sasa kule wewe hauko utafanyaje? Sasa mimi nitahubiri huku. Na nitawafundisha watu wako neno lako. Na wewe Mungu utajua utamuinua nani huko kwetu nyumbani au ndugu zangu walipo, ni nje ya nchi, ni ndani ya nchi, ni wapi, wachue Injili na waokoke. Siku sio sana tasikia no jamani na mimi nimeshaokoka. Wewe unaelewa ndani kwamba ni Mungu aliyetenda, sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wakati mwingine Mungu anasema kwani wewe naye ndio aliyekupa kuokoka? Mbona sionaga anahurumia hata wale wanaopita wamechoka, wale wanaonewa na nguvu za giza, mbona sioni? Na anataka mimi ndugu zake niwapate kule. Kuna hati ya mashtaka ya Mungu wa roho inazungumza. Mungu atusaidie. Inazungumza. Mizani inapimwa. Maisha ya kiroho hayaendi kwa kubahatisha au hayaendi kwa bahati nasibu, hapana. Biblia inasema mtu mwenye nguvu akifungapo silaha zake na kulinda vitu vyake, Biblia inasema vitu vyake viko salama. Lakini atakapokuja mtu mwenye nguvu kuliko yeye, atampiga, atamshinda na atamnyang'anya vitu. Watu kwa vitani kuhusu jambo hilo, Yesu ameliweka wazi kabisa. Mungu atusaidie. Amina. Unapoomba maana yake unajaza nguvu za Mungu ndani yako za kusaidia kuendelea mbele na kumjua Yesu. Unapohudhuria ibada, kila ibada, yani wewe hata kama umeshindwa kusoma Biblia, umeshindwa kuwa na maombi yako, umeshindwa kufunga, basi kiwango cha chini kabisa hudhuria kila ibada. Na wahi kiti cha mbele kati mapema. Simama. Makofi. Amen. Na yani umeshindwa kabisa, anza basi na kutekeleza ratiba za ibada. Ndio chanzo cha kukua salama. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakapoona bidii yako ya kupanda mkuyu, atakwambia sasa mwanangu, hatua inayofuata ni hii hapa, na atakusaidia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana namalizia mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa nyumba yote ya Zakayo utapata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yuko upande wako, hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kumtafuta Mungu ni kazi nyepesi, lakini inahitaji maamuzi yako wewe. Utakapoanza naye atakushika mkono na kutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope mambo yatakayokupata. Hayo majaribu yanakupeleka sehemu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Tungejuaje kwamba Yesu ni mpatanishi kama shetani asingetufarakanisha na watu wetu? Kwa adui alitufarakanisha, sasa anasema mimi ni mpatanishi. Tumemlilia, ametupatanisha, tunakuja kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Tungejuaje kwamba Yesu anabariki kama tusingezaliwa familia maskini? Kwa hiyo Mungu anasema uko, lakini zaliwa kwenye familia maskini na uniombe na kunitafuta katika roho na kweli, na nitakapokubariki
kubariki, wewe ndio utakuwa shuhuda wa kwanza kwamba jamani, Mungu anabariki. Tungejuaje Mungu anaponya kama tusingeumwa? Kwa hiyo wakati mwingine furahia udhaifu wako, kwa sababu utakapozidi kutembea na Mungu, neema ya Mungu itafunuka kwako na utakuwa na ushuhuda mkubwa sana. Utakapoumwa ukamwomba Yesu akakuponya, utashangilia rohoni na utashangilia mwilini, utasema nimemwona Yesu anaponya. Amekuponya nini? 1, 2, 3, Yesu ameniponya. Na unawashuhudia na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo gumu lako na pito lako unarupitia, ulihesabu kuwa si kitu mbele za Mungu, na liko juu yako kwa makusudi ya Mungu, na halitakaa kwako milele. Limeamuliwa na Mungu kwa muda fulani, muda ukifika litayeyuka. Usipoteze ujasiri wako mbele za Mungu. Usipunguze bidii yako kumtafuta Mungu. Usimwekee Mungu kipimo na ukomo kwamba muda fulani niwe nimejibiwa kama bado Mungu sikuelewi. Hapana. Usimpangie Mungu muda, hapana. Mruhusu Mungu na umtafute bila kuchoka. Yeye yuko upande wako hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Yeye amesema sitawaacha wala sitawapungukia. Haijalishi ni jaribu gani unapitia, yeye ni Mungu aliye mwaminifu siku zote. Analitazama neno lake apate kulitimiza. Hata kama itakuwa ni usiku jambo gani, ujue asubuhi itafika tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajawahi kushindwa, ni mwaminifu. Ila anatafuta aone uvumilivu wetu kwake. Na anatafuta aone subira yetu mbele zake. Na anatafuta aone bidii yetu. Sio kwamba Yesu alikuwa ajui nchi ile kwamba kuna Zakayo. Alikuwa anajua au kuna matajiri. Na matajiri wengi walikuwa, na sio matajiri wote walimpata Yesu. Alikuwa tajiri mmoja, Biblia inasema alipokusanya mali nyingi, akafunga kwenye ghala lake, akasema nile mimi ni furahi basi. Yesu akasema sasa wewe ni mpumbavu. Maana bado kabisa hujapata neema na hujaingia kwenye uzima wa milele. Unasema ustarehe, ukifa unaenda jehanamu. Hayo usiku wa leo naitaka roho yako. Kwa hiyo walikuwa matajiri wengi ambao bado hawakupata neema hiyo. Lakini baada ya Yesu kuona bidii iliyokuwa ndani ya Zakayo, akamwambia leo wokovu umeingia nyumbani mwako. Haijalishi wewe ni mdhaifu namna gani, anzia hatua hiyo hiyo ulio nayo. Anza bidii hiyo hiyo. Mungu atakapoona bidii yako, atakwambia wokovu umeingia nyumbani mwako. Yesu akamwambia Zakayo wokovu umeingia nyumbani mwake, wakati bado ataona nia yake ya ndani ya kutaka kumjua Yesu. Jambo lililoanza kwanza, Yesu aliona bidii iliyo ndani ya Zakayo. Baada ya hapo ndio Yesu anamwambia sasa, Zakayo wewe shuka leo, wokovu uko nyumbani mwako. Mungu atusaidie. Amen. Simame. Mwambie Mungu atupe hatua nyingine zaidi ya kumjua na kumfahamu, ili neema yake zidi kuwa kubwa na kuongezeka juu ya maisha yetu ya kila siku, ambayo Mungu yeye anatuwazia mawazo yaliyo mema wala sio mabaya. Anasema katika maandiko, na neno lake ni amina na kweli, na kiaidi anatenda.